account does not count as a blessing, hiyo sio baraka. Baraka inatoka kwa Mungu as a spirit to you, allowing you to converse, to talk, to be in good relationship with God. Ukikuwa na mawasiliano mazuri na wealthy is when you have the surplus ya kubakishia watoto wa watoto wako. Sasa hapo ndio unaitwa huyu mtu kweli ni mtu ambaye ako na nini? Na utajiri. Hakuna. Si mungemwambia aende aombe kwa neighbor. Aende hapa kwa Manyiru atuombe. How? In a computer. Kiswahili inaweza kukasikana aje? Down arguments. Hello. Casting what? Down argument and every high thing that inajiinua zaidi ya fikra ya Mungu, the knowledge of God. Chochote ambacho ilibidi nifanye maamuzi magumu sana ya kusema if I die, let me die. But there are people that they have to go, they have to get out of here. Kama hawarekebiki, kama hawachange, lazima waondoke. Afadhali tubaki na watu 10 ambao tunaenda mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. And it worked. I thought I would die. It worked nicely. It has worked. I have now built a new foundation that will never be shaken by anybody, because I have grounded my foundation with the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Then I had grounded my foundation based on my knowledge, based on my pride, based on how I know things, based on how I know you as my friend. Now I don't have a friend in this church. Hallelujah. I don't have a friend in this church. I have a brother and a sister in this church. We are heading, tunaenda safari ya kuenda biguni. Hasa hapo ukikuja kuambia mtu ati nie huraka adhimu eno emwetu Apostle Akadi kwa yadhimu yako Magdalene. Weroenda mabele. I need a friend who is a brother or a sister in Christ, so that we can be able to go together and achieve the plan of God. Otherwise, ukikuwa na marafiki, ukikuwa na watu, hawa ndio tulianza na wao, hawa ndio tulianza kupaga na wao, hawa ndio tunakulaga. Yani, Jesus never called them a friend, never regarded them as friends. Aliwaregard kama wanafunzi wake, and that was period. And that is how, until today, we are preaching the gospel of Jesus Christ, because he laid a foundation. He never laid a foundation with 1,000 people. He laid a foundation with 12 people. And in any case, not all. Because kuna mahali alienda akawacha 6. Akaenda akawacha 3. Akaenda akabaki na mmoja. Because he knew the capacity of what he is releasing. Hiyo capacity ambayo anaachilia, hiyo ndio inaangaliwa. Can I be able to release the capacity to you of what God has downloaded? Ile kitu Mungu ameniweka ndani yangu. Can I share it with you? Can I release to you? Can I release to you? Can I release to you? Because kuna watu wengine unaweza kuwalilisia ikuwe ni high voltage, uone mtu amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapa nimepatia job hapa kidogo namwambia akuja anipikie kachai pale. Ni mama tu namwambia yende upike kachai pale. Akitoka kupika hiyo kachai, akimaliza kukapika, akirudi hapa utaona anatembea ni kama ako na nini. Mpaka unaona anatembea hivi. Because ile moto nimemwekelea hawezani nayo. Mimi nilikuwa nafikiria ni mtu anaenda biguni, kumbe ni mtu alikuwa kuja kutafuta husband. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huwezi kumblame, because I am a husband material. Am I not a husband material? See, niko straightforward. See, I'm good looking. I am a husband material. Mama kama huyu, si ni wife material. Yes, huyu mama kimshika toka kwenye togo na toka gidio gete ya gerado. Gidio kwa no na ne anyitire. I always say I cancel. I have no relationship. Umesikia? Kukushika hivi si relationship. Ni kuhujia tora hujia. No igwa. Dokaje kuga, oh my God, answered my prayer. There is no answered prayer here. Sasa si unaona hiki kimama, ta imagine kimama hiki. Tukenyiteti hapo. Si unaona ni mtu wako sawa? Ni mtu wako, ni mwanamke. Lakini sasa mupeleke kwa nyumba. Umeona ni mwanamke anakaa wife material. Sasa mupeleke kwa nyumba, uangalie venye anakaa. Utakuta sufuria zingine ziko chini ya kitanda. Koba mwiko ndio unakutana nazo. Hizi hapo mede ndio inakukaribisha kwa nyumba. Inakurukilia how are you? Totireka kokona na mgeni tawe. Mede. Na huyu mtu mkitoka kwa barabara venye amevaa vizuri, uliona bibi material. Ugethi nyumba niguo ukora na kweli ino neje ya mundu. Hapa hakuna mtu.
Bwana Yesu, but not you. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. So we don't qualify because of our physical. We don't qualify because we are beautiful. You don't qualify because you are dressing properly. You don't qualify because you are educated. You qualify because you have a relationship with God. Hata kodhera, kungara, nyumba yako kukua mzuri because you have a conversation with God. Because the people who understand kungara vizuri, ukiona mtu anangaraga vizuri, ako na conversation na Mungu. Maana Mungu hapendi watu wachafu. Mungu ni msafi. Bwana Yesu anasawa sana. Kwa hivyo ukiwa mwama kama huyu, unaona huyu, angalia kaguo kake ni kama elfu ya pesa. Uwe uliokona modo. No dress modo adhere huo adhere. Can you? No dress. Adhere huo. Mune muthuri niwe wagirwo ni mutumia ni wagire kugurira muthuri guo. Did you know that? What kind of a husband are you looking for? The one who will buy you clothes? You are wrong, my dear. You will not get one. You are wrong. In the book of Proverbs 31, iwe ate mutumia ngatha nuo hubaga muthuri negetha amuganithie. Hallelujah. You dress your husband. You make him look handsome. So wherever he stands, they will associate the kirogamo of that man with you. The marks is darudi kwa heka ni alina mutumia mwegai. Nwanyita, ni alina mutumia ke. Nikyo etago mutumia gatha. Nuo organithagia murume. No blessing, no kirathimo na ngano ciothe cigushoka kuri mutumia. Mutumia ucio ni arorete muthuri wake wega. Nikyo okiraga tene. Tene iliwa ritanara agathi kumatha. Wanani? Wanani? The husbands, yes. They dress us, take us to the salon, take us for shopping. Yes. You are a lucky woman. You are a lucky woman. Yes. Mubarikishe kwa Mungu. Mubarikishe kabisa. Oh, that was then. Kumbe unaongea about past. I thought you were talking about sasa. Na mbona iliendaje? Aliaga. Aliaga. Mbona Mungu akamuondoa at your young age? Let us not make it a subject. But what happened? What transited? There must be something that transited. Because premature death is not the plan of God. Is it the plan of God? It is not the plan of God because you are young and you are so beautiful. You deserved the love. You deserved to be held, to be taken somewhere. But what happened that this was removed from you? Why the premature death? That is now where you ask the questions. What really transpired? Could there be a hand of man, a hand of the devil, or the hand of God? That's food for another day. Tukiangusha mawazo. Twende, you're the next. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. That is our primary responsibility. Kuteka nyara kila fikira mbovu, kila fikira ya usherati, kila fikira ya wanyang'anyi, kila fikira ya shetani, kila fikira ambayo haitokani na Mungu. We capture it, tunakamata, tunaiteka nyara. Tunasema hautaweza tena. Hapo ndio utayesema nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umekamata fikira zote za waganga, umekamata fikira za wachawi, umekamata fikira za warogi, umekamata fikira za kizinzi, umekamata fikira za kisherati, umekamata fikira za umaskini, kila aina ya fikira, you arrest. If you are capable to arrest, to capture, to arrest this kind of thoughts, then you can count yourself a blessed man. Because you are not operating under the spirits of the devil. You are operating under the Holy Spirit. Now you have a connection. You have a blessing. When you are walking,
you are walking in the glory of God. Because when you are walking in the glory of God, because you have been able to destroy every network, every power, every force of darkness, chochote ambacho kinakuzuiaga kwenda mbele, umekishinda. Vita vya kiroho umevishinda. Chochote ambacho unaweza kusema, kama sasa kutoka mwezi wa 8 kupanda hivyo, vita vile vilituinukia vya kiroho, ili tumepigana mpaka kuna wakati niliona tumezama. Mpaka mimi nikaona ndani, kuna siku moja niliota nimeenda kuruka, nikaaguka ndani ya bahari, nikazama, nikaenda huko chini. Nikiwa huko chini nikaanza kutafuta, sioni. Nikaambia Mungu, sasa nimeondoka, sasa nimeshindwa. Mpaka nikangangana, nikasikia sauti ikaniambia, ngangana utapenya. Nikangangana bila kubreathe. Nimefunga mdomo, nimefunga mapua, I'm not breathing. I am fighting my way. Nikafight my way mpaka nikatokelezea. Mahali nilitokelezea, nikapata malaika kutoka mbinguni akaniambia, umeshinda vita. That was December 12. Ndio niliota hiyo ndoto. Malaika akakuja akaniambia, "Nuahota na bara." Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nimezama. Nilikuwa nimezamishwa. Nilikuwa nimepelekwa chini kwa shimo. Walikuwa wameacha kama wameniangamisha. I was finished. Sema finished. Yes. But I fought back. You have to fight. You have to engage another gear. When something does not happen correctly, according to the plan of God, according to the system, you fight the principalities, the forces of darkness. You counter them. You bring them down. Unatumia the blood of Jesus. Unatumia the power of Jesus. Unaita Yesu, kuja. Hapa siwezi. Wewe tu usipokuja sitatoboa. Hapa siwezi, ni wewe. Jehoshafati akamwambia Mungu, si ni wewe ulituita hapa? Wewe unatuitire goko. Wewe unaturehire goko. Wewe watu girie tutikahorane na andu aya. Niki giagituma ningio matume moke matuhure. Ni kwa nini wanakuja kupigana na sisi? Jehoshafati, Roho wa Bwana akamzungumzia akamwambia, command everybody to fast. Akaambia watu wote, the entire village, the entire Nairobi, the entire Kenya, akawaambia, now we go to fast. Their kingdoms, their powers of darkness haziwezi kuondoka mpaka ufast. Praise be the name of God. Esther knew to remove Vashti, kuondoa Vashti kutoka kwa huyo mdhamaki. You need to fast. And not alone. Hallelujah. You don't only fast alone. Sometimes you subject your cows to fasting. Kama uko nazo. Sometimes hata ile paka iko kwa nyumba unaisubject. If you are fasting, unaikosi hata hiyo fast. Sometimes hata makuku zile uko nazo, kama you are fasting, you cause them to fast because they will assist you in winning this battle. Esther aliambia brother ni uncle ama ni nani? Aliambia uncle, akaambia nende waambie kijiji mzima, kila mtu, go and tell them we need to fast. Also hata maumbwa zenu, makuku zenu, makila kitu zenu, hata mende, kunguni, hata dhuya zifast, because this is a combination. Hii ni kwetia hinyaku makoda sio there. Negeda tohote bareno. Kuna wakati inafika unaitisha nguvu from all part of the world. When mtu anaitwa Elijah alikuja akakutwa na nani? Na watu 450 manabii waliokuwa na tabiri, walikuwa na neno na linasikika, walikuwa na tisha moto na teremuka, walikuwa na itisha maneno na yafanyika. Manabii wa Baal walikuwa nafanya vituko. They were doing miracles. They were performing, walikuwa nafanya miracles. Wakati walikuja, maana walikuwa wamekuja kumumaliza. Kama hiyo moto ikiteremuka, yeye ageisha. Maana that was the agreement. Ni moto ikiteremuka, Mungu yako akikusikia, wangu akataka kunisikia, afadhali nife. And that was the agreement. Now Elijah akajua hawa watu they are. Maana hawa watu aliwaambia anseni, muitishe. Jamaa wakangangana. Wakaomba, wakajigaragaria, wakalinae, wakanalikiki, wakalikoko, wakasema igoro no likiki, na goko no kolinae. Wakajaribu kila kitu, mpaka ikafika wakati, wakajikatakata, wakasummon the blood of their body, wakatoa the blood as a sacrifice. Kuna watu walikuwa wametoa blood
katika nyumba hii because of us. Kuna watu walienda wakachinja makuku kwa sababu ya nyumba hii. Kuna watu walichinja mang'ombe. Kuna watu walichinja mambuzi kwa sababu ya nyumba hii. Lakini tulikuwa na Mungu mkubwa, maana tuliinua madhabahu. Tukasema madhabahu hii na itupiganie. Hatuko wasafi, hatutakuwa wasafi. Hatutakuwa wasafi, hatuko wasafi, lakini tukaambia Mungu, tuangalie tu na jicho la huruma, maana tuko kwenye madhabahu yako, tupiganie. Bwana Yesu asifiwe. Wakajaribu, wakaenda wakajipanga. Wengine wakaenda kwenye milima, wengine wakaenda kwenye mabonde, wengine wakaenda Ukambani, wengine wakaenda Kisii, wengine wakaenda Tanzania, wengine walienda mpaka South Africa kuchukua sangoma. Walipokuja hapa kuingia pale, moto ukawaka, moto ukawachoma, silaha zao zote zikateketea. Maana we are not in flesh, we are not in battle in flesh, but what? The Spirit of God. When you invoke the Spirit of God, you become successful because you know God will never forsake you nor leave you. God will walk with you. God will make things work for you. God will defeat your enemies, will compress them and destroy them. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu Elijah alipoita hawa wazee, hawa manabii walikuja, maana they came to destroy him. Walikuwa wamekuja kumumalizia, maana alikuwa na wasumbua. Ndio walikusanyika manabii 400. Watakuja manabii, watakuja watakwambia Mungu anasema, lakini si Mungu, ni nyama na matubo na maramaria meda ni mamaralia tigai. You need to have a discerning spirit, kuelewa kila kitu unaambiwa kama kimetokana na Mungu. Sio kila kitu unaambiagwa kimetokana na Mungu. And that is why the Bible tells us, discern every spirit. Hata mimi nikukwambia, go discern that spirit, understand whether it is God that is speaking through me. Maana kuna wakati mwingine shetani anaweza kuongea kudhimbitia. Elijah akawaambia, anseni madhabahu. Wakaanza, wakaomba, wakafanya vituko zote, wakaitisha Mungu wao wote, wakaitisha silaha zote, lakini nothing happened. Ya mwisho walianza kujikatakata. Wakati walianza kujikatakata, they invoked the blood covenant. Sasa walitaka kufanya agano na ardhi na Mungu ndio awasaidie. Kumbuka yule mfalme ambaye anaitwa Awisero, ambaye wakati walikuwa wameshindwa, maana Elijah bado alikuwa ametabiri, wana wa Israeli mtafaulu, mtashinda. Wana wa Israeli wakapiga Wafilisti, wakawapiga mpaka mida ya 10:30 hivi. Mudhamaki akaona ndego dhirathira. Alienda akamchukua mtoto wake wa kiume mwenye angekuwa mfalme. Understand that language. Alichukua mtoto wake wa kiume mwenye angekuwa nini? Mfalme. Kwa hivyo sio mtoto alitoa, alisarenda ufalme ndio ashinde vita. Kwa hivyo hawa watu wako tayari kusarenda chochote walicho nacho ndio wakuangushe chini, ndio wapigane na wewe, ndio wakudhuru, ndio wavunje madhabahu yako, ndio wavunje njia zako, ndio wavunje covenant zako na Mungu. They will do anything at their disposal kuhakikisha wamekuweka chini. Walihakikisha, walipigana, wakajaribu kupenya mpaka wakasema nitwadiereu, wacha tuende tufuge hiyo kanisa ifugwe, tuone kule wataenda. Walitoka tu hivi, Mungu akaniambia kaa chini. Akaniambia Jehoshaphat, sit down and see the deliverance I am about to bring to you. So you don't covenant yourself with the people. You don't covenant yourself with the soul ties. You don't make souls ties with the people or covenants with the people. Make a covenant with your God. Make a soul tie with your God alone. The rest will come. The rest will be added unto you. That is by seeking the kingdom. Only the kingdom of heaven and its righteousness. Kangomo. Hata wakisema watakuacha wote, kangomo waambie kwendeni. Akawaulize kama wako na fare, na kama uko nayo na waanda wapatie waende. Uma umagalie kinyotigere ne mathie na wethe macukura maiganona omereta hia imai haria thie mu mauga magareti matigacoke matikehugure mathi kwehura mukamonia mai mathiete tondu tio Ngai. Never ever entertain nonsense. Never ever entertain people who come to intimidate you, to curtail you, to stop you from doing the work of God.
Better remain alone and walk alone. Better do it alone. Don't need anybody. Jesus started the movement alone. Moses started the movement alone. Elijah was alone. Elisha was alone. They conquered. Hawakushindwa. Walisimama na wakafanya kazi ya Mungu. Na wakatetea na wakajipigania na wakashinda. Maana when they did a covenant with God, wakati walisema it is me and my God. Ni ndani alisema me and my house I shall serve God? Ni Joshua. Akasimama akiuganie na nyumba yako. Tole tugatagira Ngai. Ai. Joshua keruga makiuga. Nikuga ugire. Hallelujah, turudie tena. Hayya. Hallelujah, niye na nyumba yako, mimi na watu wangu. Only the sons that you have, watu wako ni the sons that have decided to follow and do according to the vision God has called you. If the people following you have turned themselves to become your sons and daughter, thou that is your no inagera niye na mutikede idie. Niye na nyumba yako, mimi na nyumba yangu. Nyumba yangu ni nani? The sons and the daughters in Christ. You can have a church of 1 million people, no ni there gathering. Dole na ngodu onemwe. Bwana Yesu asifiwe sana. You can have a company, a big company, but you don't have a son in that company. Ni there gathering. And the moment the worst thing ni corona there. If you have everything, everybody in your company, everybody in your ministry, everybody in your business, you can't go anywhere. Todo thege shole sikora kwa neighbor. Nisho siriendagia kabuni yako kwa neighbor. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to ask God to give you sons. You fight, you better lose everybody but retain one son. Hallelujah. You pray for that only one son is enough for you to come up. Only one son. Jesus started with one person, went to another, until they were 12. And in those 12 in number, they have converted the whole world. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't strive to have multitudes. Don't strive to have bigger number of people. Strive to have sons. And the day you get sons, siku utapata wana, watoto, siana. Ati mwanosho niwe akitembea mpaka walking style unaona alibadilisha ana walking kama wewe. Hata kuogea anaogeaga kama wewe. Hata kukaa na kaaga kama wewe. Sasa that is the moment you know your ministry will go somewhere. When the people who can stand in the gap. You are not in but you can't fill the gap. Nobody will fill the gap. You are somewhere very far but nobody will know you are not in. Because those are the sons. People who can defend you. People who can fight for you. People who can stand. Apigwe risasi kwa niaba yako. That is the moment. When you get only one out of 1 million. That is when you know that now the ministry is working. The business is standing. Bwana Yesu asifiwe sana. A son. Tell your neighbor a son. Mtoto. Mwana. Mwambie na kiku mwana. Yes. The day you will have that mwana. Ugiena mwana ministry ni teno Margaret tone jo Ngai ni ari kurathimo gena ministry kindu kia mbere ugacamania ikyo ni njagiri no ukahoya muno Ngai akuhe ciana cigana hari njagiri icio wagia ciana igiri ni watofora ndukuthinika ringi utaspumuzika no ungigie na thenge no anyita ati thenge ni cio theri cihurite haha ino iraga isiothe ciragambanĩra ũguo ũkĩhũgũra ũguo cikoraga mũgũnda kwene cihũrĩte mũgũnda kwene tariũ amwe makoragwo gũkũ tũkĩhoya haha rũcinĩ manyuru aingĩra harĩa thaa 7 makaingĩra kwa manyuru marĩkia kwa manyuru rĩ arĩkia makaigua ng'ang'a nĩ kũhoya arahoya magaikũrũka kwa ng'ang'a gacoka magakwĩra nĩ members cia kanitha ĩno gũtirĩ kanitha atarĩ member ĩyo nĩ ngware yendaga kũingatwo na mwaki onege kora irehagira milioni 1
Ona gekoro tithe yake ni milioni 1. Pack that tithe, mupatie, mwambie peleka, sitaki kukula pesa ya Matthew. Never make a covenant with such kind of money. Never allow mtu akuja awekelee pesa hapa na unajua ni covenant anakufuga nayo, atakudestroy. Because they have spoken to that money. Wanakuja wanaiekelea hapa. Na ndio unaonaga wale mnawabiaga wale mnabiaga muhesabu pesa. Ukiiba pesa ya hapa, ujue umechukua ukimwi, umechukua urogi, umechukua every manner of things. Ukienda wako ile pesa ya ukimwi wa ile ukienda lazima kwako kutapatikana na ukimwi. Todo ne thege ria kidogo. They habagira ginya meigua. Eta kwate. Mutu weta kwate. Mega umekoraga muga iguru ikiria meigua na wewe hutagio ni kamuga uka karuga. Umekoraga ikiria thabai. Ni uri ile thabai. Todo thabai ira haragi nyanda. Bwana Yesu asifiwe sana. And these are people that have been migrating from one church to another church because you don't consent to the power of God. You don't plan to work for God. You don't plan to be associated with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not go to this church or another church if you have no intention of loving God or working with God. Wako na intention hiyo, don't go. You are dying. Utaisha, utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. The more you are doing this, the more your days are shrinking. Love to fear and walk with God. Love to be associated and be where God is. Doi wacha kuleta tulale hivi togoko. Huko ni huko kwa. Wengi hapa wametumezika watu hapa. Wengine wako hospitali, wengine wameenda kule kwingine because wanalete. You can't take gedito gyaku nyoba ine ya gai na mundu wetigirete gai. No gajage gwetigira gai no magreti ni etigirete gai. Hello. Elijah akawaambia sasa wakisheni moto. Wakajaribu kuwakisha moto, wakajaribu kufanya kazi yote, wakangangana, nothing works. Alipomaliza, walipomaliza, aliwaambia namna gani? Kaeni chini. Kumbe Elijah, and this is the top secret that I need you to understand. A man without an altar, if you don't have a personal altar, any battle italetwa kwako itakushinda. Raise an altar. Raise a personal altar. Because the personal altar will fight. Battles are fought at the altars. Are not fought at your body. Are not fought with your mouth. They are not fought with your hands. They are fought at the altar. Inua madhabahu. Elijah kumbe ni madhabahu mwenyewe. Number 2, aliita manabii wote hao 400 wakuje kwa madhabahu yake. So wakati walianza kufanya hiyo vituko, alikaa chini akakalia madhabahu yake. There is nothing they could do. You cannot fight me. You cannot, you can never. Hata ukuje na uchawi inawezekana namna gani? Because I am in my altar. Hapa ndio nimetengeneza madhabahu ya kushinda. Hata wachawi wakikuja, wanakujanga na madhabahu yao. Wakiingia hapa wanazima. Moka huko na morogi mao makahora. Neki todo magoroga kigogoni ni gyakwa. Noma igiruma haha vi hali aja. Gohorio dakika 9. Tazimwa kama na ndazimika. Na nikatoto katanizima maana si yuko kwenye madhabahu yangu. Tengeneza madhabahu yako. Wanapojaribu kukuinukia, unawazima kupitia kwa madhabahu. Vita vinapiganango kwenye madhabahu. Havipiganwi na midongo, havipiganwi na masomo yako, na kazi yako ama na pesa zako. Inua madhabahu. Be yourself. Wewe mwenyewe ukue madhabahu, a walking altar. Kisha inua madhabahu, useme this is madhabahu yangu. Hata wafanya nini? Elijah alikaa kwenye madhabahu yake, akawachugulia wakifanya kazi. Akawaambia wekeni kuni, ongeza kuni. Akawaambia ongeza kuni nyingine. Wewe waletiegi kuni. Wakajaribu, lakini kuna siri moja Elijah alikuwa nayo. Alikuwa na madhabahu na alikuwa kwenye madhabahu yake. Aliwaita wakuje kwenye madhabahu yake. That is why nobody can shake you. Nobody. Die mugalie. Jaribuni hapa muone. That is why Dora is gangari. Kimudu kila kia mugike.
Gagari, huwezi kunitisha. Hata nikiwa kwa Mugeke nilikuwa na madhabahu yangu. Yes. Nilipokuja hapa nikavuja ile nikajenga ingine hapa. Ndio hii. Yes. Tadiogari kuhorera guthucira mbogo. Mathia guthuca mbogo. Makarekia ruaine. Magathuca mbogo. Kuna kapasta ka bishop kengine. Wale wanatoka Thika wanakajua kale kanaitwa oh. Kanaitwa nini bishop? Ametagate. Kanyeri, Bishop Kanyeri. Unamjua? Rafiki yako? Bishop Kanyeri. Huyo aliniweka ndani ya jeneza. Wakiona ile bishop anakuwa mangu. Anaitwa Joroge, anaitwa Joroge. Walikuwa mabishop wanne. Wakaniweka ndani ya sanduku pale Kiadutu. Nani hiyo kaburi za Kiadutu? Nimezikwa hapo. Hapo nimediketo hapo. Wakithondeka ithanduku wakajeneza. Wakaeka picha yangu huku ndani. Wakafanya ibada ya mazishi. Wakafanya ibada zote. Wakaenda wakazika hapo. Bishop Kanyeri alikuja kuniomba msamaha. Saizi yako juu ya wheelchair ama yuko juu ya wheelchair? Yes, ako juu ya wheelchair. Dora bado anazunguka. Tadiodike. Rafiki ana Sekehu. Tana Sekehu ndiye alimleta kwangu. Tukaenda naye kwangu. Kanielezea venye walifanya. Of course angefanya hata kama ni mimi ningefanya hivyo. Kuna mahali walikuwa najenga kanisa pale Goigwa. Akakutana na watu wa Mugeke hapo. Na plot ilikuwa vijana wa Mugeke wanaidai na yeye anaidai. Sasa kwa sababu yeye alisema ni bishop, alienda na ubishop na Biblia. Bwana anasema vitu za duniani wajagiri hawatapata, watu wa kuzimu. Sasa Mugeke ni kuzimu. Watu wa kuzimu madigwetekereka, netwa makomithia, netwa maharagania, imoda sitikarete harana mafanga. Netwa ko baharania, netwa kani agegadio moko mashoria. Hizi vidole zote na kakatakatwa. Unaanza kukomithia. Unaenda kukomithia watu wako na Mungu wao na wako kwenye ardhi yao. Maana hiyo Goigwa wao Mugeke ndio walikuwa wameinua madhabahu hapo. Sasa wewe na Ukristo wako unakuja kukomithia. Utakatakata, wacheni ujinga wa Kristo. Tikaga limo. Angalia pima dalili. Uangalie hii madhabahu ni gani. Ukiona hauwezani nayo, jichuje pole. Ita hawa watu muogee, musukume kama ni pesa wanataka muwapatie wakuondolee hiyo madhabahu. Maana kuna madhabahu Mugeke walikuwa wamemwaga damu mingi. Nao nakuja na damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Na hata hiyo Yesu haumjui. Kama sasa kalikatakatwa. Sasa kalisema ni mimi nimefanya kanini kakatakatwe. Kalinizika. Pale Kiadutu. Hapo Kiadutu kalinizika. Hapo ndio nilikuja kujenga kanisa ya Mungu. Hapo ndio tungedhanire. Nilipomaliza hiyo kanisa nilimkuta kwa wheelchair. Ngemwira nduthi haria, nikamwambia muthe nduthi haria wathikire uthikorie kote gukua. Wakati Elijah alikaa hapo, akakaa akawaambia ng'ang'aneni, wakang'ang'ana. Sometimes ambianga maadui wako wang'ang'ane, waambie ng'ang'ana, pigana. Hata unawapigia makofi no kama ulia nimokonywa kahwa ne githaa kia hwaine giatha ikomi gia kahwa ne gekinyire, na unanua mandasi unawapatia. Usiwanyime wakikung'ang'ania, usiwanyime wakipigana na wao, wasaidie wapigane, maana unajua you are holding the rope. Ina mukada. Yes, kote kuna mage gutwara. Kaa kwenye madhabahu yako. Wacha kumanga, wacha kurukaruka. Establish one madhabahu na ukae huko. Na ujue hii ndio madhabahu itakuwa ikinipigania. Sacrifice, service that altar. Remain in that altar and service it. Bwana Yesu asifiwe sana. No akoro dangisi ya kuko kwa neno kaka kidogo kwa nani. Utagogwa nikyo mukojetu wataturata litwa na ilo nitokea. And you will never find favor with God. Stay in that one altar. Wacha kumanga.
No gekoro getari saizi tunaweza kuwa hatuna lili, lakini give us a few months. Give us from February. You will see the glittering. You will see the glory of God, because we have just come from the battle. Not hunyokete. We have come from the battle. Muliona ile battle tulipigana hapa. Muliona venye vita vilikuwa hapa moto. Tupasa tugine tulikuwa tunatembea na viatu tumekaa hivi. Tulikuwa tunatembea hivi. Turenyogoda kagutamenya ngoro yako akoma. Tukagiokuwa. Tukiaragia na lugha ya kuzimu. Ni heavenly language. Kumbe ni kuzimu. Unawabia kujeni, boy. Come boy. Yes, come baby, come. Then allow them wapigane. Walete hapa kwa madhabahu. Wachie. Kaa pale, vuta kiti. Nikiona nimeweka kiti pale na kaa na kuchungulia na kuambia go ahead. Do you need some help? Do you need to be assisted? Ukiwa uko na madhabahu hutishikagi. Haikuwa sense. Teo tidoke ruga tulia, jeka madhabahu, sustain it, service your altar. Nobody will touch you. Elijah remained in his altar and remained powerfully there, and he controlled his altar. When they came, they found him in his altar. Tukana tishoni morogi anagekoro aikaraga kwa goma, anakaga na shetani na ametumu. As long as you are in the altar that you service, there is nothing will happen to you. Then after that, akawaambia sasa mumeshindwa. Akawaambia sasa kaeni. Sasa walikuwa nataka kumchekelea hata yeye, because they knew nothing can happen here. They knew big imekataa. The ground has refused. Walijua hakuna kitu kitafanyika hapa. Elijah aliwaambia chibani mtaro hapo, wakachiba. Akawaambia mwageni maji, mwagilia maji. Lakini kuna kitu kimoja alifanya. Alipima nguvu ya hawa manabii. Kweli hawa manabii they were stronger than him, because it was a combination of 450. Na walikata miili yao wakamwaga damu. So that is a servicing, that is a sacrifice. Walichinja mang'ombe na mabusi, that is a sacrifice. Akaelewa aya doma maita the kamesi yao, they are much stronger. Ule mudhamaki Ahuzero alishika mtoto wake wa kiume akamuua, akageuka, wakapigana na Waisraeli, wakashinda Waisraeli because of sacrificing. The altar, the highest altar, inakuwaga na power kuliko hiyo ingine. Kama huko kwa church na mimi nimeenda kwa wagaga, wewe utoe 50 bob na mimi niende kwa mgaga nitoe shilingi 2000, hata kama ulienda kwa church gani, yangu itafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia mwageni maji, wakaanza kumwaga maji. Kisha after they did that, there's one thing that he did that is profound. Akaitisha mawe 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaitisha mawe 12, akaweka moja hapa, akaweka ingine hapa, akatengeneza madhabahu kupitia kwa mawe 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatengeneza madhabahu. Hello, when you are doing any battle, you must know lazima uinue madhabahu. Akatengeneza madhabahu na mawe 12. Kila mawe ilisimamia the 12 tribes of Israel. Mawe ya kwanza kaita Rubeni, ya pili akaita Lewi, ya tatu akaita Simeoni, ya nne akaita Juda, ya tano akaita Gad, akaziita zote. The 12 tribes of Israel akaziconnect kwenye madhabahu yake. Ni kwa nini alitengeneza na 12 tribes of Israel? Alielewa hawa manabii ni wakubwa. Kwa hivyo akasummon the 12 tribes, wakakuja kumsaidia vita. That is how you do. That is how you do your battle. You summon a greater power. You summon a greater altar to come and help you fight the battle. Sasa ilikuja all the tribes of Israel. Tribe ya Wakikuyu watu 7,000,000. Tribe ya Wakalenjin watu 2,000,000. Tribe ya Wajaluo watu 3,000,000. Tribe ya Waluya, tribe ya Wakamba, tribe ya Mijikenda, wakakuja watu 52,000,000. Wote wakainukia watu 450. Are you getting me? He summoned. You summon. Kama unaona vita kimeumana, you summon. Ndio unaonanga watu wengine wanaombanga
ile maombi ya Catholic ile itore igoro ile tore akulia mro dhamaki anarudia mara 7. Kuna power ana summon yenye kuna mtu aliomba mara hiyo 7 kitu kikafanyika. That power ndiye alisummon. Wakati tunatumianga chumvi, si ati ni chumvi inakuwa na power. Ile wakati nani anaitwa nini? Elisha alienda akaitisha chumvi, akasema leteni chumvi. Chumvi ikaletwa. Hiyo chumvi sasa tunapotumia hapa, ninapotumia chumvi hapa maana natumiaga. Ninapotumia chumvi hapa, I summon hiyo spirit ilitumika na Elisha siku hiyo. That's the spirit na summon. Ndio inisaidie kufanya ile kazi ilifanyika siku hiyo. Bwana Yesu, we summon the spirit of the prophet zinakuja. Hallelujah. The way huyu Saulo alikuwa ameenda kusummon the spirit of Samuel, lakini sasa alipitia kwa mganga. Naye Samuel alipokuja akamwambiaje, ni kwa nini umenisubua kutoka kule? Kesho saa kama hii. So you don't summon the spirits of the dead. You summon that spirit ambayo ilitumika, not the person. The spirit hiyo ilitumika na chumvi. Ilitumika kwa sababu gani? Alitaka kuponya maji. Sasa summon that spirit ya kuponya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa nikitaka kuitisha kufanya jambo lingine, I will look. Sasa hapa niko na rohea. Unaona hii rohea because I want to anoint somebody. Na ninataka kuanoint the way David was anointed. That's the reason tunatumianga pembe, because we want to summon the spirit of Samuel again. Ile alienda akamwagilia David mafuta. That spirit, because ilitoka kwa Mungu. So you activate that spirit. Hallelujah. When you are asking, wakati naambiaga wacheni kuomba mkiomba Mungu wa Joshua, Mungu wa Michael, Mungu wa nani anytime. No, you need to understand why are you praying the way you are praying. Sasa ukiita Mungu wa Joshua, are you at war? Sasa you are at peace. Ona mukomu mwakoro mwamunyana na muthuri ndagikenge. Na amwita darling babe. Na kuigirira guoko na mukuonaga TV, mulikuwa mna watch TV hapo, mukiwatch ni Gor Mahia ikicheza na mwehaya sofa set akomete uguo na akomete uguo mukaharuka ni uguo mureta na babe muragucia gasoda na straw emwe, alafu uanze kuomba Mungu wa Joshua. Can you imagine? Then wake wedo no kiugio tukashoka Ngai wa Joshua na Yakobo kihoto wa Joshua. God will come. The God of Joshua is a God of warrior. Is a warrior God. Ni Mungu wa vita. Mungu wa Joshua si Mungu wa mapenzi. Tafuta Mungu wa mapenzi. Tafuta kwenye Biblia mahali kulifanyika mtu alifanya mapenzi. Uombe Mungu wa hiyo, that spirit ambayo ilikuja hiyo mapenzi ikakuja. The cross. Mapenzi ya Mungu. So God loved the world. Yeah? Ndio hiyo. Ni gani? Ni hapo. Ni Mungu wa Joshua. Ameteremka. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't summon. Atuache kuomba Mungu wa Musa. Kate Ngai wa Musa. Nyonekanira. Ni uramenya maundu maria Musa agereire. Niguo Ngai wake onekane. He had to be thrown. Mfalme alisema achinjwe. Akarudi akaenda akatupwa kwa mto. Akakaa kwa watu wengine, akaua, akafutokoroka, akaenda akakutana na wasichana wa Jethro, akaenda kuchunga ng'ombe, akaenda akakutana na Mungu. Are you ready? Nikomaanisha mundu ucio tutiri hamwe nake. Kure itathio menye tu please. Na mugekera muhaku ucio mukahinguraga na mwikire fani. Ni adudu gemenya no kwa raire kiroro-ine. Na kiroro ne kirobukire. Neika. Mnanielewa lakini? When you summon the God of Musa, it is not the spirit of Musa. You are summoning the spirit that was in him. You are not summoning Moses. You are not summoning the dead person because Moses is dead. You are summoning the spirit. Hiyo spirit ilimtendea muujiza. Hiyo spirit alifanya hivi, akaagusha hivi, ikageuka ikakuwa nyoka. Ukiwa na maadui, how do you handle maadui wako? You summon that spirit ya Moses. Unasema sasa wewe Mungu wa Musa ambaye ulibadilisha bakora ikakuwa nyoka, ikameza manyoka zile zingine zote. Hapa niko na manyoka. Naagusha hiyo fimbo chini, naingisha hiyo fimbo chini, imeze manyoka wote. Ndio unaona manyoka wanakujaga unasikia wakalimezwa.
Maana ninaitishaga, niliweka pale nikasema Mungu wa fimbo ya Musa, tedaga mujisa hapa ya kumeza watu wale wamekuja kama nyoka na wanamezwa. Si mtumione wakimezwa hapa? Yes, wamemezwa. Mpaka mimi nakaa huko nasema kai onosho alionyoka. Anashara alionyoka. Mpaka unashida huyu Mungu. Mpaka unauliza Mungu, why do you let these people come? Mungu ananiambia ninakufundisha jinsi ya kuitisha, ya kujua madhabahu. That is how nimekuja kujua nini? Madhabahu. That is how nimekuja kujua jinsi ya kupigana na vitu. That is how nimejua na kupigana na wachawi. Mchawi hata ina yote akuje. Onoke arenoi. Okay ogwage agereta gishika haha. Okay akanete ogwo. You cannot teach me. Mimi huwezi. Walika hapa mabishop 8 wakaniinulia madhabahu. Hapa Kuvugwe. Saizi ni kwa boro maraburu ni woduka tayagai yone wakohiheria. The moment you associate with your God, the moment you walk with your God, you walk like ukinyaga tanugo ya jaba ni kumenya gai waku. You don't get worried. Let me tell you one thing. Mothe kijana ndukanetigire ukimenyaga gai waku hiana ate. Ukimenyaga no umwite okay gai wake mathi. Kwa hitana thikereria kwa hitana mugindehera ngenge jitaga gai wake mathi. Gai wa mathenge, gai wa aruinge, gai wa itotia othe ngameta guko ndimetaga haha mukwamburu mukuriguo mugathi mugethia gogo ukathi. Yes, kana geta gai wa Joshua tariu guko ni gai wa Joshua raruta wira. This time we are operating with God of Joshua. Ndio naona nalinga because I know I have the mighty warrior. I am dealing with the mighty warrior. Aiwa, tia ko dahagera ngefungafu sio dahagera haha. I am dealing with the mighty warrior. Nimesummon Mungu wa vita. Sasa tuko kwenye vita. Tutaenda vita mpaka tuende kwa mlima. Sasa hiyo ndio Mungu atatuambia nani anateremka. We operate like so. So wewe unaendaka kujipanga na vita zako, nimekuibia siri moja tu. Ile siri ziko hapa ni mingi. Nitakuwa nikiwapatia kamoja, uone kama utawezana. By the time nikikuwapatia ya 5, unajua mtahama. Maana utaona huko dietoria na tomato mission, yeah? Yes. Wala wake mathi angokaruga mau meki othe ni ahora. Yeni. That's the reason tuko na hawa wazee hapa. Ninyi mjuagi. Tikara nao hata nio makuete roho wake mathi. Geriai. Mugeria yote mate mugotoria dora. Ate mutoria dora. Tadi mukome mweshirie rege. Ndeni murare mkuje tena na plani mpya. Lakini ile plani yote mlikuwa nayo ilishapotea. Tukiwaangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Hallelujah. Tuko na uwezo maana we know how to destroy. Ikifika ni kuanguza kile kitu kilichoinuka, unajua ni nani aliangusha madhabahu? Ni Gideon. Halo. Kama uko na madhabahu ya kifamilia ambayo imekusubua, inaitangwa family altars, unaita the spirit ya Gideon ili alienda kubomoa madhabahu ya baba yake, akaiweka chini, akaivunja na ikavunjika. You apply. And Judges 6, look at what happened. Venye aliongea, whatever he did, go and do so. Kama kuna madhabahu ya kwenu familia, aliinua, kumbe aligundua the person I'm talking to kube ni nani? Ni malaika. Akaambia huyo malaika, kaa hapa, wacha nikimbie nyumbani. Akakimbia nyumbani, akaleta kabusi, akachija na akatengeneza mkate usio chacho, akainua dhabihu, akapelekea yule malaika. Yule malaika alikuwa na fimbo kama hii, akamwambia wekelea kwenye hiyo jiwe. Alipowekelea kwenye hiyo jiwe, moto ukatoka mbinguni ukawaka, ukateketeza ile nyama, madhabahu yake, dhabihu yake ikakubalika. Ilipokubalika, malaika akaondoka. Malaika kafanya nini? Akaondoka. Alipoondoka ni Mungu alikuja. Immediately the identity ya Gideon ikaanza kujulikana. Your identity haitajulikana until you are able to subdue the altar that suppresses you.
They could be an altar of the family. Inaitangwa family altars. Could it be the generational altars? Could it be the witchcraft? Could it be all manner of things around you? Until you are able to suppress that altar, the grace of God will never drop to you. Hakuna kitu. Huwezi pata neema ya Mungu. Huwezi pata kibali chochote. You will struggle because it is a shield. It's a veil umewekewa. You will not be able to see anything. It is a veil umewekewa all over. Uko kwenye cage. The altar that is holding you, it has caged you. You cannot be able to move anywhere. Hata ukikuja hapa, utakaa hapa miezi miwili, uanze kucause trouble ndio utoke. Maana the altar inakuuliza nikioleka kwa waruike. Maana imeshajua huko itatolewa. So itakusubua mpaka ukasirike, itakusubua ndio mkutane na huyu mzee akukasirisha uondoke uende. Sasa ukiondoka inaenda kukushughulikia na huko nje na kuuliza nikiokogerete kwa. Sasa Gideon wakati aliinua hiyo dhabihu, malaika akaondoka. What happened? Mungu akakuja. God comes after umeondoa basia. Mungu alipokuja akamuuliza, akamuita Gideon, nikikiuru. Akamuuliza, sasa wewe Mungu, wewe ndio ulikuwa na wazazi wetu. Wewe ndio ulikuwa. Kwani uliendaka wapi? Akamwambia, wewe nyamaza, tulia kidogo. Wewe Gideon, man of valor. Ni Mungu alisema. Mungu akamuita man of valor. Kumbuka Gideon jana alikuwa amejificha ndani ya cave. Alikuwa arehithete cave ini, alikuwa arahuragira ndiri. Niko marahuragira mucere wa ndiri. Cave ini ehithete, niko makio ni ya Midiani, niko makio ni ya Amereku, niko makio ni ya meta kwate. Kumeta gate. Amori na Amereki na Girigashi. Asione walikuwa wamewaeka baridi. Lakini kumbe kule Mungu, Bible kule kitabu cha mbinguni, wanajua Gideoni as a man Jabayaita. Kule hiyo ikaine ni Jabayaita. No gukuthi nikiguya gikeraga ngurunga-ine. Wanaisiwe sana. That is when the veil was removed. God came. Until the veil imeondolewa, God will not come. Hata ukienda kanisa gani, hata ukifanya nini, until you raise an altar to remove the veil so that you can be able to communicate with God. You can never be able to communicate with God if the veil is still there. Kama hiyo basia, magogona macio makwanyu, maroho makwanyu, maroho magomino makwaragiria, you are still caged until the veil ikiondoka, ndio Mungu atakuja. Akamuita man of valor. Akamwambia, this battle you are going to win as a man. Hallelujah. Kumbuka alikuwa ametengeneza 32,000 watu, jeshi, commandos 32,000. Hata akaambia na Mungu, 32 is not important here. You alone, you shall win this battle as a man, not as a community, not as an army. You alone. Because Mungu alijua ni madhabahu ya baba. Haitaji vita, haitaji silaha, haitaji nini. Akamwambia, nenda kwa zizi ya baba yako, chukua ndume wawili wa miaka 7. Hapo ndio sasa kananijenganga. Atichukua ndume wawili wa miaka ngapi? 7. Jamaa akaenda akachukua ndume, akakuta kunao ndume wawili wa miaka 7 walikuwa kwa zizi ya Judges. Inasema, and the children of Israel did evil in the sight of God, and God handed them over into the hands of their enemies for 7 good years. Naye Mungu amemwambia, ingia kwa zizi ya baba yako, inua ng'ombe wawili hapo, kuna ng'ombe wa miaka 7 wako hapo, nenda uwachukue, uende kwa madhabahu ya baba yako, uende uwabomoe. The secret here is not kubomoa madhabahu. The secret here is number 7. Hallelujah. The secret is number 7. Yani Mungu aliwapatiana kwa mikono ya Wamidiani for 7 good years. The day, ile siku aliwapatiana, siku hiyo ndio kulizaliwa hawa ndama. Hallelujah. God is always ready to help you come out of the problem. And an alternative ya kukusaidia utoke kwenye problem, it always works with you. Gideon alikuwa anajificha kwa cave na ng'ombe hizo na hizo ndama walikuwa wanaingia kwa cave wakijificha. Kumbe hizo ndama ndio solution. Zilizaliwa wakati walipatiana kwa mikono ya maadui. Because they were 7 years in age. Na alikuwa
they suffered in 7 years. So these cows zilizaliwa purposely for the reason, one reason, kutoa watu hawa kwa madhabahu. Maana Mungu aliyojua amewapeana kwa madhabahu ya watu wengine, na mimi mwenyewe ndio nitakayeinua dhabihu ambayo itawatoa huko. Na wakati walimaliza miaka yao 7, kulikuwa na ng'ombe zilikuwa zinatembea na wao for those 7 years. They were never touched. Hazikuibwa na Waamaleki, hazikuibwa na Wamidiani, hazikuibwa na mtu yoyote. Ziliendelea kukua. Wamidiani walichukua vitu zingine lakini hawakuguza madhabahu. Walichukua vitu zingine lakini hawakuguza ng'ombe za kimadhabahu. Kuna kitu ambacho kiko ndani yako ni cha kimadhabahu, hawatakiguza hata wakifanya namna gani. They will not touch it until the time comes. Until it is time come. Matigehota maresheraga nawe, marethiaga nawe, matigakohota tondu gia gukugitira, gia gukoroerera ki hamwe nawe. Walitembea na ng'ombe hizo. Wamidiani hawakuiba ng'ombe hizo, no cio ciatigagwo itiahutikaga. Kila githini waku gikongona giaku gitingehuteka. They will touch everywhere else, but they will not touch the altar that will come to save you. They will not be able to touch it. Hawataweza kuigusa. Watangangana na wewe lakini hawataweza. They will leave you standing. Watakuacha kama umesimama, watakuacha kama ukiendelea, maana kile kitakukomboa uko nacho. Usifikirie madhabahu ambayo itakusaidia kuondoka iko mbali. It is in your compound. It is within you. Bwana siwe sana. You are not to get it from America. It is with you. Kwa hivyo usitishwe na mtu. You are already loaded. You are carrying the weapon. When Solomon alienda pale Mount Gibeoni, akaambiwa na Mungu nenda uchinje ng'ombe 1000. Why? Because alitaka kuwa na wisdom. Remember, this is a son of the king. Solomon is a son of the king. Na akiwa son of king aliishi na David kwao. Kwa hivyo alikuwa naelewa mamlaka inaendagwa vipi. Lakini kuna kitu ile akili aliona baba yake alikuwa nayo ya kucheza na watu na akili, kucheza na huyu hakuwa nayo na alihitaji. Akaenda kwa Mungu, akachinja ng'ombe 1000. Akaenda akaulizwa na Mungu, niambie kile kitu unataka na mimi nitakupatia. Naye akamwambia, kile kitu nataka tu ni usipatie akili ya kuongoza hawa watu. Akapatiwa wisdom. Until today hakuna mtu amewahi kuwa na wisdom, ni mimi peke yake na yeye. Na mimi yangu iko juu kidogo, maana yeye alikuanga Masai. So for you to be able to come out of this 2026, as now we are starting the final week of the 21 days, Bwana Yesu asifiwe sana. We are going to rise up because I want us to break the soul ties and the covenants that can hinder us. Vile vitu ambazo vinaweza tuzuia kupenya tukifika tarehe 21, kupenya tukifika tarehe 24, tukupenya katika mwezi huu, because kuna kitu kinakuzuia. Kuna kitu kiko ndani ya familia yako ndio kinakuchezea akili. Ulikuwa unataka kufanya hivi lakini kimeshindikana. Ulikuwa unataka kwenda hivi lakini kumeshindikana. Ulitaka kufanya biashara fulani imekushindikana. Ulitaka kuinua madhabahu fulani lakini kumeshindikana. Why? Kwa sababu kuna kitu ndani ya familia ambacho kinanenanga unapotaka kuinuka, kinasemanga unapotaka kwenda, hadi utakapovunja yale madhabahu, hadi utakaposema no to this altar. Tuvuje hiyo madhabahu, because hayo madhabahu they are associated with the ties and the covenants. Kuna mikataba, kuna covenants. Inaweza kuwa si wewe ulifanya lakini ilifanywa na baba yako. Inaweza kuwa si wewe baba yako alifanya, inaweza kuwa ni nyanya yako alifanya. Inaweza kuwa si wewe ulifanya lakini bwana yako ndiye alifanya. Inaweza kuwa si wewe ulifanya lakini mke wako ndiye alifanya. Inaweza kuwa si wewe ulifanya lakini mwalimu kule ulisomea ama maeneo kule mlizaliwa. Inaweza kuwa kuna madhabahu ambayo iliinuliwa kule, na hiyo madhabahu ndio imekufunga mpaka umekuja Nairobi. You are still struggling because of what happened kule kwenu kijijini. So we are coming today. I know you are ready today, that we may be able to break these altars and the evil spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. We are going to destroy every soul and every covenant that is working in your life. Kwa hivyo tukiweza kusimama tutakuwa tumefanya vizuri sana, because this we must do a declaration. Bwana Yesu asifiwe sana. Before we do the declaration, kila mtu ashike sadaka yake. Kila mtu. Nasema kila mtu ushike sadaka. Na kama hauna, angalia huyo neighbor, mwambie nisaidie sadaka ya kutoa. Maana what we are doing requires a sacrifice.
It is not an offering today. It is a sacrifice. Nike. Kama hauna akoro the marugame. Yule mwenye hata simama ni mwenye hawezi kusimama. Lakini kama una uwezo wa kusimama, tusimame. We are doing a very important service today. Very important for your life. And I have just dedicated today kwa sababu ya what is about to happen in a couple of days from today. If you are ready, inua hiyo sadaka yako juu. Kama uko tayari, inueni juu, kila mtu asimame. Nisione mtu amekaa chini. Nikiona ashas, ukipata mtu amekaa chini, shika tu shati utoe nje. Todusho ni utorogaga huko. No akorio ndari na maguru makurugama kama hana uwezo kabisa, wachane na yeye. Lakini kusema yeye ni mzee, wewe ndi mzee kwako. Hapa hakuna wazee. Nimaigwa. Huko gutire muthuri na gutire mutumia mukuru. Huko ne toiretu na tumwanake. Tweha tumuiretu tutagaka gakire kairetu. Nona gaka ni kairetu. Nikirandorera uru. Gutikagia mundu gwikara. Mwana mundu ikarathi mukamenya ucio no torogaga. Oya iguru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kuinulia hii dhabihu banisha na madhabahu ya kishetani. Ninatoa hii kama dhabihu ya kutenganisha nyumba hii, kanisa hii na washirika hawa kutokana na madhabahu yoyote yaliyokuwa yamefanyika kwenye nyumba hii. Baba, nainua hii dhabihu ndio isimame katika maisha yangu na maisha ya kanisa hii. Ndiposa jambo lolote ambalo utalifanya kutoka sasa liwe la kufaulu. Sema amen. Sasa ilete hapa tu, wekelea hapa kwenye madhabahu tu. Put it here. Place it. Kila mtu make sure hata kama ni shilingi moja ushiriki hapa. Usibaki kwenye kiti. Hata watoto kama wako karibu wakuje watoe. Kama hauna uombe. Wewe hauna? Wewe hauna? Ukifika hapo usirudi nyuma, usimame tu hapo. Ufungulie wale wengine njia, msimame, msikae, mkuje, msirudi kwenye viti. Asha nisukumie hizo viti kidogo nyuma. Odokea wengine wapite, lakini usirudi kwenye viti. Asha ambia Margaret aondokee hiyo kiti. Asha kujeni. Asha ondoeni hizi viti. Hata nyinyi kwani ananyona kwenda na mkatala mwero. Rudisheni nyuma. Mkuje tutumba surround hapa. Mumetoa nyinyi? Maruka. Wenama. Wao umetoa? Ama umesacrifice na drum? Nasikiaga watu wa keyboard, watu wa guitar. Watu wao wenyewe ni sacrifice. Wao wenyewe ni madhabahu. Kujeni, karibieni hapa, karibieni tu hapa. Karibieni kabisa. Please, sipendangi kuambia watu mara mbili mara tatu. Karibieni. Wale ambao hawawezi kusimama, muwapatie viti hapo nyuma tu. Huyu anaweza, uachana na huyo anaweza. Hata huyo mwingine. Mwenye tu hawezi, ana miguu, ndio nataka. Sasa sijui hawa watu hawachikiagi Kisugu. We dasha kidogo kiugo kiraguga muga kiuga na githugu. Ni uthi kumenyera mbere. Sababu ya madhabahu ambayo imeinuliwa kwetu ni kutupaka uchafu wa kiroho, to defile us. So wakati shetani anataka kupigana na sisi, anaombanga ruhusa mbinguni, anaendanga kwa Mungu kuomba ruhusa.
wakati alikuwa anataka kumpiga Ayubu, alienda kuomba ruhusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima akupake matope, lazima akuconnect na madhabahu, ndio akienda kuaccuse wewe, kitabu kikifunguliwa, kutapatikana kweli wewe ni mlevi, wewe ni mchawi, wewe ni msherati, wewe una makosa, una doa. Na hizo vitu zinafanyika kutokana na maagano. Sema maagano. Kuna maagano tulifanya kupitia kwa ngono. Maagano tulifanya kupitia kwa midomo yetu. Kuna maagano tulifanya kupitia kwa damu. Kuna maagano tulifanya kupitia kwa udongo, the soil of the family. Kuna maagano yalifanywa na guka. Kuna maagano yalifanywa na shosho. Kuna maagano yalifanywa na watu mbalimbali. Na hiyo maagano sasa ndio nataka tuvuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maagano, that covenant, hizo covenant na hizo soul ties, ndizo nataka tuvuje. Kama ni soul tie ambayo imeshikanishwa na madhabahu, ilikuwa inafanywa na guka yako, ikatike. Kama ni maagano mlifanya na bwana yako, ikatike. Kama ni maagano mlifanya na ng'ombe, ikatike. Kama ni maagano mlifanya na kondoo, ikatike. And this can only happen if we confess. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii lazima tutubu. Every soul tie and the covenant between me and the family, lazima uconfess ndio iweze kuvujika. Sasa tunataka tuanze number 1. Nikisema mnarudia kwangu nyuma yangu, then we say in the name of Jesus, ivujike. Bwana asifiwe sana. Because already tumetoa sacrifice. Sasa tumeinua madhabahu. Hii sasa si sadaka, hii imekuja ikiwa nini? Sacrifice. Sasa tumeinua sacrifice, ndio tumeinua madhabahu. Vile Joshua alifanya, akajenga kwanza madhabahu. Sasa tumejenga kwanza madhabahu na dhabihu zetu. Maneno yote ambayo tutazungumza itatendeka, itafanyika, maana tumeifanyia kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. So every soul formed between me and ancestral spirits, break and release me in the mighty name of Jesus Christ. Omba hiyo spirit ivunjike. Omba hiyo free. Fungua kinywa chako. Omba maroho yote ya mababu ikatike kutoka kwako. Omba maroho yote ya madhabahu ivunjike kutoka kwa familia, ivunjike kutoka kwa watoto, ivunjike kutoka kwa bibi yako, kwa mume wako, ivunjike, isambaratike, isambaratike. Every soul tie, every covenant that is from ancestral spirit, maroho mothe magomi, fuja yote, break it in the mighty name of Jesus Christ. Break it in the mighty name of Jesus Christ. Break it in the mighty name of Jesus Christ. Ivunje, 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 ivunje. Haragania, 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 haragania. Choma na moto, choma na moto. Madhabahu ya guka, madhabahu ya shosho, madhabahu ya maeneo. Vunja kata 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 kata. Kata 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 kata. Kata kata. Guka yangu alikuwa Gati. Guka yangu alikuwa Maumau. Guka wangu alikuwa na wanawake 38. Ninakata. Ninakata. Every covenant, every altar, every soul tie that is connecting me to my grandfather, to my ancestral land, I disconnect myself. In Jesus' name we pray. Say my amen. Every soul tie and the covenant with dead relatives, break now. Ondoa ngoa watu walikufa, wale wanakutembeleanga kwa ndoto, marelative ambao wanakujanga, mashosho, maguka, mama yako, baba yako, brother yako, sister yako, watoto wako waliokufa ambao wanakutokelezeanga wakati wa ndoto. Wao waondoe sasa, ngoa wao, ngoa wao, ngoa wao, ngoa wao, ngoa wao, ngoa wao. Break it in the mighty name of Jesus. Break it, break it, break it, break it, break it. Mwa zote kata kata, wahamishe waliokufa, wahamishe kutoka kwa ndoto zako,
Wahamishe kutoka kwa familia yako, wahamishe kutoka kwa blood yako. Destroy them. Gomisio the, gomisio the. Simu nyeleini wako. Break them, break them, break them, break them. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. In Jesus' mighty name. Every soul tie and the covenant between me and the family gods, shrines, break and leave me in the name of Jesus. Prayer. Pray about it. Remove family gods. Kaisia Messie. Ilia Taina Magerera. Kaisia Messie. Namagogona ma Messie. Mado de Kironi Aguka. Mado de Kironi Ashosho. Mado de Kironi Afafa. Harama de Jagera. Harama Utagera Magogona. Break it now. Munya. Moa zote. Moa zote. Moa zote. By the blood. By the blood of Jesus Christ. Moa zote. Moa zote. By the blood of Jesus Christ. Kaisia Messi. The gods. Family gods. Family gods. Family altars. Family shrines. Family altars. Family shrines. Family altars. Family shrines. Family shrines. Family trees. Where they offer sacrifices. More. Uproot. More. Uproot. More. Scatter them. Scatter them. Scatter them. Scatter them. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Every soul tie and the covenant between me and them, between me and my parents, and my mother, and my father, and my uncles, and my aunties, break and release me in Jesus' mighty name. Hama kwa maanko, hama kwa maanko, hama kwa maanti, hama uko. Ondoa magano, ondoa magano ya maanti, ondoa magano ya baba, ondoa magano ya mama, ondoa magano ya shosho. Kama ulilelewa na shosho, ondoa hiyo magano, ondoa hiyo magano. Break the souls. Break every soul. Break every tie. Break every covenant. Vunja hiyo madhabahu. 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 In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Every soul tie between me and my former girlfriend and my former boyfriend and any relationship and my former wife or husband, from today, lose me, break me. I am of Jesus. In the name of Jesus. Now break covenant hizo. Waondoe kwa maisha yako. Your former boyfriend, your former girlfriend, wale walibreak virginity yako, wale mlikuwa nao, wale mmewahi kulala na wao, waondoe, 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 waondoe.
kwa majina, waite na majina yao, waite na majina yao, waite na majina yao, wavunje, waondoe. Jesus' mighty name. Somebody say amen. Every soul tie between me and the spiritual husband and the spiritual wife and the demonic ministers, loose, break from my life in Jesus' name. Prayer. Break every soul tie from spiritual husbands, from spiritual wives, from demonic ministers, from demonic churches, and the demonic ministers. Breaker. Wakate. In Jesus' mighty name we pray. Say my amen. Every soul tie and the covenant between me and my former house, my former school, my former office, my former village, my former estate, water spirits, break now, break now, in Jesus' mighty name. Break them. Every water spirit, former estate, former school, former house, break them. Hama kwa hiyo nyumba ya zamani, hama kwa nyumba ya zamani, hama kwa biashara ya zamani, hama sasa kwa ofisi ya zamani, hama kwa ofisi ya zamani, hama kwa nyumba ya zamani. Jesus' mighty name. Amen. Every soul tie with the serpentine spirit, my household enemies, occultic relationships, and the dead relatives, lose me, niache katika jina la Yesu. Pray against them. Pray against occultic madhabahu ya madhabahu. Break dead relatives, occultic. Ulifanyishwa mikataba ya occultic ya madhabahu ya shetani. Ulifanyishwa a relationship na mikataba ya shetani. Break now. Break them.
soul tie ambayo imenizuia kupata fedha zangu, kupata baraka zangu, kufunguliwa kwangu, kutoka leo, covenant yoyote ambayo nilitengeneza na familia spirit na kuamrisha, ondoka kwa maisha yangu, acha maisha yangu, achilia maisha yangu, achilia maisha yangu, achilia soul yangu, achilia mwili wangu, achilia binafsi yangu, in Jesus mighty name. Mighty name. Amen. Now, we are coming back to this ministry. Crusaders for Christ Ministries. Sema every soul tie. Every soul tie. And covenants. Made by people who appeared in the certificate of this ministry. Crusaders for Christ. The people that have changed hands. Wale ambao wamekuwa kwenye certificate. Wale ambao wamebadilika wakati baada wakati mwingine. Wale ambao wamekuwa mapasta hapa. Wale ambao wamekuwa washirika hapa, ambao walileta madhabahu, ambayo ilitushikanisha na wao, na hawako hapa, waliondoka, wakaenda. Wale waliwahi kuwa viongozi hapa, waliondoka, wakaenda. Waliokuwa washirika hapa, waliondoka. Waliokuwa waimbaji hapa, waliondoka. Waliokuwa ushers hapa, waliondoka. Waliokuwa chairman hapa, waliondoka. Waliokuwa women hapa, wakaondoka. Kutoka sasa, madhabahu yoyote ambayo imenishikanisha na wao, ama kanisa ile nilikuwa nakuwa, kule nilitoka, nikikuja hapa ninajitenganisha. I break every covenant, every soul tie ambayo imenishika kwa madhabahu nilikuwa zamani, madhabahu ya village, madhabahu ya waganga, madhabahu ya warogi. Kutoka leo naacha huru. Certificate ya CFC iko huru, haishikanishwi na mtu mwingine, ambaye amewahi kuwa kiongozi na akaandikwa kwenye hiyo certificate. Ninamuondoa, in Jesus mighty name. Prayer. Jesus mighty name. Somebody say amen. Every soul tie and the covenant ambayo imewahi kufanyika kwenye jengo hili na kwenye barabara hii, kwenye Helislasi, kwenye Jogoo Road, kwenye Tomboya, Moi Avenue, Kenyatta Avenue, Mombasa Road, Outer Ring Road,
Southern bypass, Southern bypass, Eastern bypass, Eastern bypass, Northern bypass, Northern bypass, Kiambu Road, Kiambu Road, Gong Road, Gong Road, Kajiado Road, Kajiado Road, na barabara zote na barabara zote za Nairobi, za Nairobi, Thika Road, Thika Road, zote, every soul tie, maagano yoyote ambayo yameinuliwa, mbuzi zilizochinjwa, nguruwe zilizochinjwa, mang'ombe zilizochinjwa, waganga waliozipitia, warogi waliozipitia, wakafanya maagano, tunaivunja, ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. Omba, tembea kwa hizo barabara. Taja barabara moja tu, taja barabara moja tu za Nairobi, taja Thika Road, taja Utaringa, taja Jogoo Road, taja Kiambu Road. Ikanyage, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Safisha barabara zote, safisha barabara zote, safisha kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Kamata anga ya wachawi, kamata anga ya wachawi, kamata anga ya wachawi, arrest them. Kamata anga ya wachawi, kamata ya warogi, kamata Illuminati, kamata waganga, kamata warogi, arrest them. Kamata anga yao, kamata anga yao, kamata anga yao. In Jesus' mighty name, somebody say amen. Now you are free. Mwambie mwenzako, I am free. I will not struggle anymore. I will not struggle anymore. Sitasumbuka tena. Sitasumbuka tena. Maana maagano yote yamevunjika. Maagano yaliyokuwa nazuia pesa zangu imevunjika. Maagano ilikuwa nazuia huduma hii imevunjika. Maagano iliyozuia baraka zangu imevunjika. Therefore, I declare, I decree, I am blessed. Amen. Shangilia. Hallelujah. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Oh, tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Sikiliza na unisikilize vizuri. Angalia mwenzako,
Mwambie unaniona hivi nilipo. By February utanishangaa. Niko huru. Mwambie niko huru. Niko huru. Chochote ambacho kilikuwa kimekufunga, kimekuachilia. You are free now. Amen. You are free now. Yes. Hallelujah. Turudi kwenye viti zetu. It shall Glory to be Jesus. permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be. It shall be. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. Sasa mnapokaa chini, wangapi wamejiandikisha? Tunaenda mlimani. Umejiandikisha? Inua mkono wako juu. Umejiandikisha? Unaenda mkono, inua tu mkono wako juu. Nataka kuona ni watu wangapi tunaenda. Kama hujajiandikisha, tulia, acha mkalele migi. Kaeni chini. Hapa ni Kenya. Kwa mpole. Yes. Kila mtu ajiandikishe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kama hauna pesa, jiandikishe. Kutoka leo mpaka Alhamisi, Mungu atakuwa ametenda muujiza, pesa utakuwa umepata. Amen. Kwa hivyo nataka zote tuende sisi zote Amen. mlimani, maana kuna kitu kikubwa. Mimi natangulia kesho. Kesho ni siku gani? Monday natangulia, ninaendaga pale juu. Naenda kuweka bendera yangu pale ya mfalme wa amani. Ni siku 4 kutoka sasa chini kupanda mpaka juu, ni 4 days. Tutakutana pale. Sawa? Hello. Kwa hivyo hata kama hauna pesa, jiandikishe. Ujaze. Sasa tumefunguliwa. Hello. Hello. Wakoro urare muroge, nduri muroge. Wakoro urare mutunye, nduri mutunye. Amen. Hello. Yes. Hello. Hello. Kama ulikuwa umenyang'anywa, vitu zote zimerudi. Amen. Waliokubadilishia hatima yako, Yes. you are no longer the same. Amen. Imebadilishwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hivyo uende ujiandikishe. Na wewe kama wewe ni murogi, pia jiandikishe. Nataka kwenda kutest nguvu zako huko. Mnaelewa? Msifugirie murogi, ninataka kutest. Gaidi datira ni atuhora. Ile totode kumadhima tumuonera mahiana. Nataka tuende, maana hatutarudi na wewe. Hatutarudi na wewe. Kama wewe unajua una murogo, unakuaga murogi, hapa hatutarudi na wewe. Tugagutiga kuu. Amen. Mwana akiheha. Mwana akaheha. Nimukomenya. Ndariruwe. Nagiro mathano. Halo, acha kuniangalia macho baya. Kokoro wewe. Kwa hivyo kila mtu, umesikia wale wanaandikisha pale? Kila mtu aandikishwe. Wamama muyaandikithie. Naigua dikana kwage ko. Besa nishikuoneka kumwa mothe ginya Thursday hekia magaye ko muringira. Nimaigua? Na tukuithe muramenya ithe totore twa white. Yeah? Tukuona totore twa white. Na ugikiaga wege tabaya kia white. Nego. Yes. Aze musibaki. Nimaigua muthe? Wewe ucio thutha. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV,